Hakuna mwingine kama wastahili sifa na utukufu. Wastahili Bwana, neema yako ikatosha katika nyumba hii. Nahitaji kila mpendo aliyo hapa Bwana, ukampe mafuta aliyo yake katika siku ya leo, ukampe kilio chake katika siku ya leo. In the name of Jesus. Bwana, unastahili sifa na utukufu, unastahili neema yako ikatosha katika nyumba hii. Kuna mpendo amekuja kwa ajili kulilia familia yake katika siku ya leo. Nahitaji Bwana akapate uponyaji in the name of Jesus, akapate hili my Father, akakuone katika siku ya leo. Bwana amekuja ukazungumza na wao Bwana, kibali chako kasuke katika nyumba hii Bwana machozi. Ni wewe tu, kuna mwingine kama wewe. Kuna wewe analia kwa ajili Bwana, akaweze kukuona katika jioni ya leo, akaweze kukuona katika usiku wa leo Bwana machozi. Kuna analia katika mahali pale Bwana, kuna analia katika siku ya leo, akaweze kumzungumzia Bwana. Nena naye katika siku ya leo, zungumza naye, mwambie jambo, mwambie Mungu, nahitaji nikakuona katika siku ya leo. Nahitaji ukanizungumzie Bwana, nahitaji ukanienee katika jina lako Bwana, nahitaji ukanipe mwongozo wako katika madhabahu haya, nahitaji ukanipe mwongozo katika nyumba yako hii Bwana wa majeshi. Naomba Bwana ukatunenee katika siku leo, ukatupe kibali katika mbele zako Bwana, neema yako ikasuke katika nyumba hii Bwana. Hakuna mwingine kama wewe, wastahili sifa. Hawa ni baba zetu wamekuja mbele zako kukulilia katika siku leo. Hawa ni wazee wakubwa mbele zako Bwana, wamekuja kulilia Bwana katika siku leo. Wastahili sifa na utukufu Bwana, wamekuja kulilia kwa ajili ya familia. Kuna wale wanahitaji Bwana watoto wakarudi shule katika wakati kama huu. Nahitaji Bwana ukasuluhishe, nahitaji Bwana ukaone mimi. Kibali hiki ni chako Bwana, hakuna mwingine kama wewe, wastahili sifa Mungu. Subufu sana wao, wastahili sifa Bwana. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Nasema tena, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Nasema ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Oh Baba, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Nasema wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Asante Bwana, wastahili sifa Bwana. Hakuna mwingine anapewa nguvu kama wewe Bwana. Watupa neema katika jioni ya leo. Oh yes, hakuna mwingine Bwana, wastahili. Wanadamu hawezi kufanya. Ungejua jinsi Mungu anapenda nini. Faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi
na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, pasua bahari. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, tuliza mawimbi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, pasua bahari. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu. Mwambie Mungu ni asante. Mwambie Mungu ni asante. Hakuna mwingine kama yeye. Mwambie Mungu ni asante, kwa maana tumepewa kibali. Mungu amesha tukubali mbele zake, amesha tukubali mbele zake katika jioni ya leo. Naomba ukaseme katika chambo, katika jioni hii asungumuze naye. Mwambie chambo, mwambie ni asante Bwana, umenipa uwezo kufika katika nyumba hii. Asante sana Bwana kunipa uwezo kufika katika nyumba hii. Asante Bwana, umenipa kibali kuonekana katika madhabahu haya. Asante Bwana kunipa kibali katika jioni ya leo, nikaweze kunena siku leo, nikaweze kuzungumziwa neno lako Bwana. Wastahili sifa na utukufu, hakuna mwingine kama yeye. Kila mtu akazungumze kwa ajili ya nyumba hii, kwa ajili ya madhabahu. Katika nyumba hii inahitaji maombi, nahitaji ukaizungumzie. Kuna viti ziko hapo, ukaizungumzie, ukaiambie jambo. Nahitaji tukawe wengi, ukazungumze. Itisa wale walio nyumbani, itisa katika jina la Yesu. Kila chote kinachojidina katika duniani, Mungu anakupa. Itisa katika jina la Yesu. Itisa kwa uwezo wako, itisa kwa uwezo wa Mungu. Itisa. Nahitaji tukawe wengi, itisa katika jina la Yesu. Sema wale wamefungwa katika majumbani, wale wamefungwa na mafungo waweze kukuja in the name of Jesus. Itisa, hii nafasi ni yako. Kama si wewe hatungekuwa hivi, kama si yeye hatungeweza kufika katika mahali hapa. Ni yeye tu, hakuna mwingine kama yeye. Wastahili sifa Bwana. Asante Bwana. Naomba tukafunge na maombi, tukaweza kuita mtumishi wa Bwana akatuzungumzie. Baba, ninasema ni asante, umetupa kibali hiki tukaweze kukuita kama sisi watoto wako. Ninaomba Bwana ukatupe neema katika siku leo, ukatuongoze kwa mahubiri, kwa kila jambo tutakapofanya katika jioni leo, ukatuzungumzie Bwana. Hakuna mwingine, tumeacha yote mbele zako, tumekuja mbele zako, tunasema wewe ni wewe tu.
tumekuachia katika jioni ya leo, ukazungumze nasi, ukawe kwa hii madhabahu, ukanene nasi katika jina la Yesu. Bwana, wewe wastahili sifa na nguvu na mamlaka. Nasema katika jina lako likaonekane katika nyumba hii, ukatume malaika akazungumze katika nyumba hii. Naomba na kuamini katika jina lako, amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuketi chini, utayarize mtumishi anapoangalia kitabu kile anatusomea, naweza kuzungumza kidogo. Bwana asifiwe. Naomba tukatulia katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kila jambo kuna meaning ya kukuja katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Uchakuja kwa ubaya, Mungu ana jambo kwako la kunena katika jioni ya leo. Bwana asifiwe. Kila mtu amekuja na tatizo lake. Bwana asifiwe. Tumekuja kurekebishwa, tuko shule. Bwana asifiwe. Kama utatarajia shule ingine, utangoja sana. Bwana asifiwe. Wakati kama huu jioni ya leo ni kufunzwa, tutafunzwa maneno. Bwana asifiwe. Tusikize neno la Mungu kulingana penye linasema. Na wale wote mnatazama, tunaomba msaidie na sisi katika siku ya leo. Kuna jambo linaenda kutajwa katika nyumba hii. Bwana asifiwe. Na nina baraka sana. Ile jambo mimi naweza wahimiza tuweze kuwa makini sana na mafundisho ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Hivyo naomba Pastor Jenga uweze kukaribia kwa madhabahu ukatuzungumzie katika siku ya leo. Bwana asifiwe. Naomba ukakaribia katika madhabahu. Bwana asifiwe. Tukimongoja hivyo situpige makofi. Tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Asante sana Brother Dennis. Bwana asifiwe. Niko na furaha ya Bwana ambayo kunipa kibali cha siku ya leo. Vile nilivyomuomba asubuhi akawe pamoja nami na pia akaweze kunitangulia, hivyo ndivyo amefanya, na ninamshukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi. Maana hii nafasi ni wengi wanaoitaka na wengine hawajaipata. Kwa hivyo ninayo furaha na niko na ushuhuda nikisema ya kwamba Mungu ameniwezesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ambayo Mungu ametukutanisha. Tulikuwa hapa last Wednesday na tumeendelea kumuona Mungu jinsi anavyotufanyia na jinsi matendo yake ambayo anatutendea. Bwana asifiwe. Tunajua ya kwamba huyu Mungu vile tulivyomuita na tukamuomba akaweze kututangulia kwa kila jambo ambao tunalolifanya, hivyo ndivyo ametufanyia. Sisi ni watoto wake, anatupenda sana na pia anafurahia sana wakati anapotembea na sisi. Maana anatushika mkono na tunaendelea kutoa utukufu kwa ajili ya hayo yote ambayo anatufanyia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao unamtazama katika kurasa zetu za Ctv Kenya, na tunakuomba ukaweze kuendelea kushare na kulike page yetu. Ukienda kwa Facebook, ushare kwa groups na pia kwa marafiki, na unapofanya hivyo wewe ni mmoja wa kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Na ninajua kile ambacho Mungu ametutayarishia siku ya leo, na utakuwa mmoja wa kupata ule mgao. Pia uendelee kusubscribe kwenye YouTube channel, tunajiita Ctv Kenya. Bwana sifiwe. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Ezekiah Dura Warwiki. Na tuko hapa Nairobi Kenya, hapa roundabout ya City Stadium. Ukiingia mudhuru wa stage kwa jumba linaitwa Mang Center. Bwana sifiwe. Tuko mahali pale. Kwa hivyo ukipata nafasi unaweza kuja kututembelea mahali hapa. Tuko tayari sana kukupokea na tuko tayari kusemezana nawe ili tukaweze kujua Mungu ananena nini kuhusu maisha yako. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wakati unapopata hii nafasi kuwa katika nyumba ya Bwana, unamshukuru sana na unamshukuru zaidi. Maana wakati uko mahali hapa ujue ya kwamba unawakilisha familia yako, unawakilisha jamii yako yote.
Kwa hivyo tunajua ya kwamba kile ambacho utapokea hata familia yako itapokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusichoke kumtafuta huyu Mungu, tusichoke kumtegemea yeye peke yake, maana yeye ndiye msaada wetu wa karibu. Yeye ndiye anayotufanyia mambo na haji kutulipiza. Bwana asifiwe. Vile tunavyojua mara mingi wakati unapopewa kitu na mtu atakuja kukudai, lakini huyu Mungu kamwe hawezi kuja kutudai, maana sisi ni watoto wake. Akishakupa amekupa, ila ajabu tu anahitaji kutoka kwetu ni tumshukuru kwa sifa, maana hizo ndizo sadaka zake na hizo ndizo shukrani ambazo huyu Mwenyezi Mungu anafurahishwa nazo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila wakati unapojipata katika hii nafasi unashukuru Mungu. Tunajua kuna changamoto ambazo tumepitia mchana ambao umeisha. Tunajua ni mambo mengi ambayo yalitendeka, lakini huyu Mungu amekuhifadhi. Huyu Mungu amehakikisha ya kwamba uko salama. Amehakikisha ya kwamba umefaulu siku ya leo, na alihakikisha ya kwamba umeshinda vita zote, maana yeye ndiye huwa anategua mitego yote ya muidaji. Kwa hivyo huyu Mungu amekupenda na amekufanya ukawe msidi. Bwana asifiwe. Tunajua wengi wanalia uchungu, wengine magonjwa ndio hiyo imewapata, wengine wamepatwa na shinda ambazo zimewarudisha chini na pia zimefanya mioyo yao ikaweza kuinama, lakini wewe, huyu Mungu amekushikilia mkono. Huyu Mungu hata wakati ulikuwa umeinama, Mungu alikuinua mara tena. Bwana asifiwe. Ulikuwa mnyonge, Mungu akaja akakupa nguvu na ukaweza kusimama tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema ukipata nafasi, shukuru huyu Mungu ambaye amekuwezesha na mambo yote ambayo umekuwa nayo siku ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kumtukuza Mungu kwa hayo yote ambayo ametutendea. Ninajua kwamba kila mtu ako na ushuhuda wa vile Mungu amemtendea. Tunaamini ya kwamba huu ushuhuda unatupa nguvu, na huu ushuhuda ambao kila mmoja wetu ako nayo unampa Mungu utukufu. Kwa hivyo kile ambacho tunahitajika sisi ni kuendelea kumwaminia huyu Mungu na pia kutembea katika njia zake na kuhakikisha kwamba maongeo yetu na matendo yetu inaambatana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wacha tukawe mfano mwema kwa wale wako nje ambao wagali hawajamfahamu huyu Mungu. Kwa hivyo wakati uko mahali pale nje, hakikisha kwamba njia zako na menendo yako ni kamilifu. Na wakati unapofanya hivyo, yule mtu wa dunia ambaye hajamjua Mungu atatamani sana kuiga wewe, maana anaona venye unatembea, venye umekuwa mpole, anaona kuna utukufu fulani ambao Mungu amekupa. Kwa hivyo wacha tukae katika zile njia ambazo ni sababa, njia ambazo wengi watatamani, wakituangalia wanatamani venye yale mambo ambayo tunayafanya, wanatamani sana kufuata njia ambazo tunazozipitia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema uwe unahubiri injili ya Kristo mahali popote utakapokuwa, mahali popote utakapokwenda, chochote utakachokuwa unafanya, uhubiri huyu Kristo. Wacha matendo yako ikaongee, ikawe na sauti kubwa, ili wale ambao muko na wao wakaweze kumtabua huyu Yesu kupitia wewe. Kwa hivyo ukipewa hiyo nafasi uitumie vyema, maana kuna wengi ambao wanaomba hiyo nafasi lakini hawaipati. Kwa hivyo mara mingi tusijione kama ni kawaida, tujue ya kwamba ni neema ya Mwenyezi Mungu na ni vile tu anatupenda na anaendelea kutushikilia na kutushika mkono. Tunajua kwamba hii safari iko na changamoto yake, tunajua hii safari iko na ungumu wake, lakini sisi ambao tunaomtumainia Mwenyezi Mungu kwa uhakika hatutakuwa katika huo ugumu, maana huyu Mungu
ako tayari kutembea nasi, ako tayari kutushika mkono na ako tayari kutufaulisha ili tukaweze kufanikiwa katika maisha yetu. Maana tunapofanikiwa tunarudishia Mungu shukrani na pia Mungu anaonekana akitenda ndani yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao uko nyumbani, hauna afya yako imedhoofika, moyo wako umefujika, mtumainie huyu Mungu atakutia nguvu jioni ya leo. Mtumainie huyu Mungu atakutembelea jioni ya leo. Kile ambacho hukuweza siku ya leo, ujue ya kwamba Mungu atakupa nafasi ingine na ambayo atafanya ukaiweze. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usikufe moyo, Mungu yugali pamoja nawe popote ulipo, popote utakapokuwa, ukiwa umelala, ukiwa umeamuka, Mungu ako pamoja nawe. Kila tu nafaa umujulishe ni yale mahitaji ambayo uko nayo. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, ambia Mungu akaweze kukuponya jioni ya leo, na ili ukapate nafasi ya kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Maana ukuwa mzima wa afya bila uchungu wowote, neno la Mungu litapenya kwa urahisi ndani ya moyo wako. Kwa hivyo mjulishe Mungu haja ya moyo wako, na hivyo ndivyo atakavyofanya jioni ya leo. Kwa hivyo endelea kumtumainia huyu ambaye aliyetuleta hapa duniani, alituumba kwa mfano wake na kwa upendo mwingi. Kwa hivyo ufahamu ya kwamba huyu Mungu, kile ambacho tuko nacho, miili yetu, yeye peke yake ndio ako na spare part ya nyama zetu na mifupa yetu. Kwa hivyo wakati unaojipata mifupa yako, nyama zako zinaugua, zina nguvu, enda kwa magoti uambie Mungu akufanyie repair. Bwana asifiwe. Maana Mungu anapokuja kukufanyia repair, anahakikisha ya kwamba umerudi upya. Kwa hivyo tujue ya kwamba katika huko juu mbinguni kuna kila kitu ambacho tunaohitaji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mahitaji yote ambayo mwanadamu anahitaji hapa duniani, huko mbinguni iko. Bwana asifiwe. Na ukishajua ya kwamba kila mahitaji yote ambayo unahitaji kama mwanadamu, kwa Baba yetu wa mbinguni katika gara yake kuna hizo vitu ambavyo unataka. Kwa hivyo wewe ndiye utakaojua venye utakavyomuitisha huyu Mungu, venye utakavyomuomba. Juu lazima ukuwe mtu mkamilifu na mtu ambaye ako na utakatifu na mtu mwenye anampenda. Maana kama umpendi Mungu, kwa hakika huwezi ukapata nafasi ya kumuitisha kile ambacho unataka. Kwa hivyo ni vyema uendelee kumtumainia Mungu katika siku zako ambazo Mungu amekupa, na uhakikishe ya kwamba unamtegemea yeye peke yake. Yeye ndiye tumaini letu, yeye ndiye mshindi wetu, yeye ndiye atakayetushindania vita vyote ambavyo tunapatana nazo hapa ulimwenguni. Kwa hivyo ni vyema tuhakikishe ya kwamba tunakaa katika njia zake, ambazo njia zake hasina utelezi hata kidogo. Maana yeye mwenyewe atatembea pamoja nasi na atatushika mkono. Bwana asifiwe. Kabla sijamwalika mnenaji wa neno, nataka tu tusome kwa upesi Zaburi 91. Zaburi 91 kuanzia 12 hadi 14. Bwana asifiwe. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyanga simba na nyoka, mwana simba na joka. Utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo tujue ya kwamba huyu Mungu atatushikilia hata wakati tunajikwaa. Huyu Mungu atatushikilia katika mawe yote ambayo ni changamoto ambazo tunazopitia katika maisha yetu ya kila siku.
Anasema ya kwamba wakati tutajikoa, yeye atatushikilia katika ile jiwe. Kwa hivyo hatutaumia, maana huyu Mungu ametutumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tusiogope na tusikue na ile hofu ya usiku wala mchale ambao ukao mchana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema muendelee kumtumainia Mungu kila wakati, kwa maana yeye pia anasema tutakanyanga simba na pia njoka. Bwana asifiwe. Na hawatatudhuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba Mungu ako pamoja nasi, ametupa uwezo na ametupa mamlaka. Kwa hivyo tuko na nguvu ambazo Mungu wetu ametupa. Kwa hivyo huyuko peke yako, uko pamoja na Bwana, anatembea pamoja nawe. Bwana asifiwe. Ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili umelijua jina lake, maana jina lake liko na nguvu, jina lake liko na uwezo. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba katika hiyo Zaburi hiyo 91, ukirudi hapo nyuma mstari wa kwanza, wanasema kwamba aketie mahali pasiri pake na aliye juu atafaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome langu, Mungu wangu nitakayetumainia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutasema kwamba Mungu ndiye kimbilio letu na tumainio la maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye atatuokoa katika mtego wa mwidaji. Bwana asifiwe. Na katika tauni iharibio. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati utakuwa katika ile tauni ile ya moto, Mungu ako pamoja nasi. Kwa hivyo Mungu bado anatushikilia, bado ako pamoja nasi na hakuna wakati atatuachilia. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba kwa manyoya yake atatufunika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa mahali hapa ujue ya kwamba mabawa yake Mwenyezi Mungu itatufunika. Kwa hivyo tukiwa hapa tunajua kwamba tumefunikwa, hakuna kile ambacho Shetani ataweza kuja kutufanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tumefunikwa chini ya mabawa ya Yesu, tuna uhakika ya kwamba tutashinda vita vyote, maana tumefunikwa na uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba pia inaendelea inasema ya kwamba uaminifu wake ni ngao na ni ngao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu uaminifu wake ni ngao. Kwa hivyo vile Mungu vile tunavyomwamini huyu Mungu katika huo uaminifu, huyu Mungu hatutateseka kamwe. Huyu Mungu atatupigania vita vyote. Huyu Mungu atatuondolea utelezi ambao unaweza tupata katika maisha yetu. Maana huyu Mungu ni mwaminifu, na tukiendelea kuwa waaminifu ndani yake, kwa uhakika naye Mungu atakuwa mwaminifu pia kwetu. Kwa hivyo tunajua kwamba kile ambacho tutakuwa tunahitaji, huyu Mungu atakuwa anatupa, huyu Mungu atakuwa anatushikilia. Bwana asifiwe. Pia ukiendelea inasema ya kwamba hatutaogopa hofu ya usiku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati utajipata katika usiku, tunakuwaga na hofu mingi. Tunakuwa na hofu, wakati mwingine tunaweza famiwa, wakati mwingine wachawi na waganga wanaweza kukutembelea usiku. Hata majini inaweza kuja kukusubua usiku, na mapepo kukuja kukukosesa amani usiku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia kwamba tusiogope hofu, tusikuwe na ile hofu ya usiku, maana ako pamoja nasi. Na pia tusikuwe na hofu katika mchana, ambayo mishale ambayo tunayoruhusiwa. Tujue ya kwamba huyu Mungu atakuwa ngao yetu. Kwa hivyo atatuepusha na hiyo mishale na hizo hofu zote ambazo zinazotupata. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba ijapo watu ni 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, na hata hivyo hawatakukaribia wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunajua Mungu ni Mungu mkuu. Hata ikuwe namna gani, hata hao wakuwe ni 1000 ngapi, tunaona ya kwamba huwezi ukamfikia Mwenyezi Mungu
maana pia hivyo ndio atakavyofanya, hata ruhusu maadui wetu watufikie kiwango cha kuja kutuangamiza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tumtumainie Mungu kila wakati, maana yeye ndiye Baba wetu wa mbinguni. Yeye ndiye aliyetuumba na pia ako na kusudi jema juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Anasema kwamba katika macho yake anatutazama na anatazama ambayo yako ya haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapokuwa unatenda haki, kila wakati unapotenda haki, ujue ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe na Mungu atakuwa anatembea pamoja nawe, atakushika mkono. Kwa hivyo uhakikishe ya kwamba wewe ni mwana wa haki, maana Mungu ni wa haki na Mungu anapendezwa sana wakati unapotenda haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapofanya haki, ujue kwamba macho ya Mwenyezi Mungu hakuna siku hata moja ama wakati ambao macho yake itakuondokea. Atakuwa na kutazama na atakuwa na kuelekeza na anakuongoza, kwa maana wewe ni mwenye haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo ufahamu ya kwamba huyu Mungu anakupenda, huyu Mungu ako na wazo jema juu ya maisha yako. Kwa hivyo usichukulie tu ni kawaida. Wakati uko mahali hapa, ujue ya kwamba kuna jambo ambalo Mungu atalifanya katika maisha yako. Kuna jambo ambalo Mungu ataifanikisha katika maisha yako. Wakati unakuja mahali hapa, ufahamu ya kwamba kuna milango huwa inafunguka. Bwana asifiwe. Maana unatoa dhabihu, unakuja unakesha, unajinyima usingizi ambao tunajua ni raha zake, na unakuja kutafuta Mungu, unamtukuza, unamuimbia. Kwa uhakika kuna mambo ambayo huwa inatendeka. Bwana asifiwe. The more unaendelea kukesha ukiomba, the more nayo milango inaendelea kufunguka. Bwana asifiwe. Na the more vita unakuja kusisida. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu aendelee kuwapa nguvu, Mungu aendelee kuwashikilia ili mkaweze kutembea kila siku mkitafuta uso wa Mungu na pia mkimtukuza na nyimbo na maombi. Bwana asifiwe. Tumpe huyu Mungu wetu sifa, maana anastahili heshima zote, anastahili, maana ni Mungu ambaye amejawa na upendo mwingi. Ni Mungu ambaye hatuwezi tukamfananisha na mwingine yeyote. Haleluya. Kwa hivyo huyu Mungu hakuna wakati hata mmoja tutamulinganisha na yeyote yule. Kwa hivyo huyu Mungu ako na nguvu na ako na uwezo. Tuendelee kumuimbia, tuendelee kumtukuza, tuendelee kumpa sifa. Akiwa juu mbinguni anafurahishwa nasi, na wakati anapofurahishwa nasi anatupa siku njema, anatupa maisha mema, anatupa ushindi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati uko mahali hapa, unakumbuka ya kwamba Mungu na Roho wa Bwana ako pamoja nawe. Kwa hivyo wakati unapomjuliza haja zako, kumbuka pia kumjuliza haja za watoto yako. Muombe akaweze kusikilia familia yako na vifungo ambavyo familia yako imefungwa, na yale madhabahu ambayo huwa inanena kinyume na maisha ya familia zenyu, ukaweze kumuomba huyu Mungu akaweze kuingilia kati. Maana kama unamtafuta lazima utampata. Bwana asifiwe. Ako tayari kuwa pamoja nasi na ako tayari kutembea pamoja nasi. Kwa hivyo tujue ya kwamba maisha yetu ambayo tumebakiza, maana tunajua maisha yetu sio mingi hapa duniani, tuendelee kumtumainia huyu Mungu ili hata kipengele cha maisha yetu ambayo imesalia aweze kutufaulisha na aweze kutembea pamoja nasi na kutupa ushindi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wanaonitazama, endeleeni kulike na kushare page yetu Ctv Kenya, na ili Mungu aweze kutubariki na kuendelea pamoja nasi. Kwa hivyo mnenaji wa neno ambaye anajitayarisha dakika kidogo
kabla hajapata Biblia yake, tuendelee kumwamini huyu Mungu na kumtumainia. Bwana asifiwe. So wakati mwingi kama mwanadamu, saa zingine tunaonanga Mungu ametuacha, lakini Mungu kamwe hajawahi tuacha. Mungu ako pamoja nasi. Maana anasema ya kwamba, tunaona Daudi alikuwa anasema ya kwamba hata akienda kujificha wapi, Mungu wako. Akipaa juu, Mungu yuko mahali pale. Akienda mwisho wa bahari, Mungu ako pahali pale. Pia hata akienda kuzimu, Mungu ako pahali pale. Kwa hivyo hakuna pahali Mungu hayuko, ako kila mahali. Kwa hivyo ujue ya kwamba matendo yako unayofanya kwa siri, ujue ya kwamba kama unafanya maovu, ujue ya kwamba Mungu ako pahali pale anakutazama. Kwa hivyo Mungu hakuna hata siku moja atakuja kukosa kukutazama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tu utembee katika njia zake ambazo zinamfurahisha, ili naye akifurahishwa na wewe anaachilia baraka juu ya maisha yako. Kwa wakati huu nataka kumwalika Mzee Kiarie atupe neno la siku ya leo ambalo Mungu amelitia kinywani mwake, na atakapofanya hivyo tunajua kwamba Mungu atatubariki na hilo neno litainua mioyo yetu. Hiyo neno ambao Mungu amemtia kinywani mwake litatupa tumaini ya kuishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hilo neno ambalo najua Mungu amemtayarisha na akaiweka kinywani mwake ni neno ambalo hatutalisahau katika maisha yetu. Ni neno ambalo litatusukuma mbele. Bwana asifiwe. Tunajua hilo neno litatutia nguvu, maana tunajua kuna changamoto katika hii safari pia ya wokovu. Kwa hivyo tujue ya kwamba huyu Mungu atatuwezesha na atatufauluza. Karibu sana Mzee Kiarie, na Mungu awe pamoja nawe na kujalia hiyo neema, na ili akaweza kukutumia wakati unapotupa ile ujumbe ambao Mungu amekupa. Bwana asifiwe. Akakupe huo ujasiri na akakufunulie zaidi. Karibu sana. Bwana asifiwe. Mnenaji ametufundisha kitu ya maana sana. Bwana asifiwe. Tukirudi katika hiyo kitabu, iko jambo nimefurahia na ni jambo ambao nimeisikia mzuri sana. Bwana asifiwe. Nitasoma kalaini moja hapo sababu nimesikia nimejengeka sana. Psalms 91 kanatuambia kwamba kalaini kamoja hako ni 5, kanasema you need not fear any danger at night or sudden attacks during the day. Bwana asifiwe. Tumeambiwa ya kwamba tusiogope, tusiwe na jambo lolote ambalo tutaogopa. Bwana asifiwe. Sababu huyu Mungu ambao ametuleta hapa ndio ambao anakuchunga wewe, lakini ile kitu inatakikana ni mpaka ushike amri ya Bwana. Bwana asifiwe. Nikienda kidogo tutaingia kwa kitabu moja, kwa hiyo Zaburi 125. Bwana asifiwe. Nataka tujue ni nani ambao atakuwa anakulinda ama ni nani hukulinda. Mungu amekwambia usiogope. Bwana asifiwe. Nani hukulinda? Bwana asifiwe. Nitasoma kwa haraka kidogo, alafu tutaweza kushika kitu kidogo. Nataka tuelewe ya kwamba huyu Mungu ambao ametuleta hapa ndio yule ambao anatulinda kwa kila njia na kwa kila hali. Lakini ndio akulinde, lazima tusikie maneno 2-3 yale atatuambia. Ni kadogo tunasoma yote. Nimewambia ni Zaburi 25.
125. Nasoma. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. Wale ambao wanamtegemea Yesu, wanaomtegemea Mungu, ni kama mlima ule mrefu, Mount Kenya, Kilimanjaro, milima kubwa. Yaani hakuna jambo ambalo litakuwa ni ligumu mbele ya Mungu, sababu kama unamtegemea yeye, ndio atakuwa anakulinda, yeye ndio atakuchunga, hakuna mwingine. Na utakuwa na nguvu, kama unasikia ni kama mlima. Je, kama tutashika vizuri hapa. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. Wote wale ambao wanayemtegemea Mungu, hakika wana nguvu za kutosha. Wanatembea wakiwa ndani ya Mungu, naye Mungu ndio ngao, anawaongoza kwa kila hali, kwa kila njia. Lakini ni lazima umwamini yeye. Ni lazima imani yako yote uamini. Wakati unatembea na Mungu. Je, amri zake wamezitimiza? Ndio akulinde hivyo, ni mpaka uchunge amri zake. As the mountain surrounding Jerusalem, so the Lord surrounds his people now and forever. Unasikia, ukimwamini huyu Mungu, hakuna shida yeyote itakaye kupata. Hakuna adui yeyote atakaye kuweza. Tuangalie, huyo Mungu ni Mungu wa maajabu. The wicked will not always rule over the land of the righteous. Hakuna wakati wanyonge, wale ambao ni wenye kujifanya ni wanajuaji hapa ulimwengu huu, ambao watakuweza. Hawatatoboa. Oh. Lord, do good to those who are good, to those who obey your commands. Unasikia? Mungu anataka wale ambao wanafuata sheria za Mungu, sio sheria ya mwanadamu, lakini sheria ya Mungu. But when you punish the wicked, punish all those who abandon your ways. Peace be with you, Israel. Bwana asifiwe. Tumeambiwa kwamba tusiogope chochote, lakini tutarajie kutoka kwa Mungu. Tutarajie kutoka kwa huyu ambao ndio muumba wa huu ulimwengu. Na alipokuwa kikumba, alikumba kama mfano yake. Je, unatembea na Mungu? Unatembea kama Mungu huyu? Jiulize, je, mimi natembeaga na Mungu? Si tunajitupa, tunatembea na njia zetu, tunamsahau huyu Mungu, tunakuwa sisi twajifanya sana. Bwana asifiwe. Lakini fuata ama shika sheria ya Bwana. Bwana asifiwe. Unaokoka leo, kesho wewe hujui atakuokoka ni kina nani.
Tunakuwa wema hapa sana, saa ile tuko kanisani. Tukitoka nje, tunaanza kufuata njia zetu. Naye shetani unajua anafanya nini? Anakuambia wachana, ulikuwa unajifanya unajua fuata hii njia. Shetani anakusukuma kwa shida, kwa tabu, kwa mambo maovu yote. Bwana asifiwe. Tumtazame Mungu. Bwana asifiwe. Tutoke hapo tuingie kwa kitabu moja haraka haraka. Tuangalie kitabu ya Luka 11 ambao tunafundishwa mambo ya kuomba Mungu. Bwana asifiwe. Kitabu ya Luka 11:11. Ngoja niwaangalilie ni chapter gani. Tutasoma tu sababu Mungu ametutupa huko kwingine mtakuja kusoma polepole na nataka tuangalie kidogo. Tuangalie tu laini yetu ya 24. Mstari ya 24 ama aya ya 24. Nikisoma verse 24 inatuambiaje? When an evil spirit goes out of a person, it travels over dry country, looking for a place to rest. If it can't find one, it says to itself, I will go back to my house. Bwana asifiwe. Wewe ukishaokoka, ukishamkubali Bwana na umesema wewe umeokoka, utafuata njia ya Mungu ama njia ya Yesu. Tuko hapa, tumeokoka ndio, lakini tunafuata njia ya Mungu. Tuko na Mungu. Unaambiwa ya kwamba wakati umesema umeokoka, unaoshwa, unakuwa mtu ambao ameoshwa, uko msafi. Lakini kumbuka, wakati pepo yule ametoka ndani yako, saa ile umeokoka, ameshatoka, na unatembea na njia mbaya huko barabarani, nataka kukwambia ya kwamba huyu pepo atatafuta atembee huko, aingie jangwani, aingie kona zote, akitafuta pahali pa kukaa na anakosa. Bwana asifiwe. Atarudi wapi? Atakuja kurudi ndani yako, atakujaribu, atakutingiza, sababu umesema umeokoka. Atakutingiza, atakwambia hiyo njia unafuata sio ya kawaida, fuata hii njia yangu, kuja hapa. Kama unatereza tu, ndugu yangu, na ametoka huko, amezunguka kila kona, amekosa pahali pa kukaa, ameenda jangwani, na wakati yako jangwani ni kumekauka, hana pa kukaa, hana makao, sababu alikuwa anazoea kutembea na wewe, alikuwa anakuongoza kwa kila hali na kwa kila njia. Na tena unaachilia Mungu kidogo tu, sababu anakufuata, ako nyuma yako. Sababu sasa anakuja nyumba yako, anaikuta iko safi, umekuwa msafi sana, huna shida yoyote. Ndugu yangu, jitahidi ujue ni Mungu gani huyu ambaye umeambia umeokoka. Fuata yeye, fuata sheria zake, mtafute zaidi na ujue utatembea naye namna gani. Ukitereza kidogo, huyu pepo hatarudi kwako akiwa peke yake, ni lazima atatafuta wengine, sababu umekuwa kichwa ngumu, sababu umemkataa, umesema wewe ni wa Yesu, ni wa Mungu, na umemrudia Mungu, na umekubali
kuokoka. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, mjiangalie sana. Wakati umemkubali Mungu, wakati umemkubali kumrudia, ndugu yangu, usijaribu kutoka tena. Huyu shetani atakufuata na atakurarua, sababu wakati atakurudi ndani yako ulikuwa ni mbaya sana, lakini sasa atakuja na wengine 7, na akikurudia, ndugu yangu, hata kuja kwako peke yake, anakuja na wengine 7, wale waovu. Utakuwa kiguruma tu mbele ya watu wengine, hutawapa hata nafasi, sababu sasa shetani sio hawakuingia akiwa peke yake. Nataka kuambia namna gani tujue huyu Mungu tumekubali atushike mkono ni Mungu gani? Sababu wakati utatereza kidogo tu umwachilie, shetani naye yako kapuka anakugoja na ndugu zake wote wanaingia ndani yako. Utakuwa ikiguruma tu huko, hata hujui njia ni pande gani. Utakuwa wewe umepotea. Utakuwa sasa wewe hata wazimu ni tayari, wazimu zitakupata. Nataka tujue Mungu, sababu tumesikia atatulinda. Tutakubali kulindwa naye kweli? Tumkubali Yesu na tufuate amri zake zote. Wakati mtumishi ya Mungu amesimama pahali kama hapa, anawafundisha neno, linaingilia kwa hii sikio, inatokea kwa hii sikio ingine. Kumbuka naye shetani huko njiani anakugoja. Mambo ni mengi yako njiani, ni mengi yako kwa barabara. Utakutana na mengi, itakutingiza. Ndio nawaambia, kama umekwisha mpokea Bwana, kataa naye. Usije ukakubali kutereza hata kidogo. Fuata amri zake. Kaa karibu na mchungaji. Na wakati utakaa karibu na mchungaji, huyo mchungaji atafanya uweze kuenenda na njia ile inayofaa. Tuko hapa siku ya leo, tunamtafuta Bwana, tunataka kuona uso wake. Naye huyo Mungu tumeambiwa kitu mzuri, usiogope jambo lolote, fuata Yesu. Mama mmoja akawa damu ilimtoka miaka 12, na hiyo damu ilipokuwa inamwagika, alikuwa anaenda hospitali hii, anatoka kwa hospitali hii anaingia hii, anatoka hapo anatafuta madaktari, bado damu inazidi kuteremka. Lakini akasikia kunaye mmoja ambaye ni Yesu mwana wa Daudi. Akasema na huyu Yesu amesikia naponya. Akasema basi kama ndio huyu, na vile nimetaabika, ni lazima nimtafute. Na sasa niwaambie kitu kimoja. Hapo zamani mwanamke yote akiwa na kitu inaitwa damu kutoka, hatakikani ile kiti amekalia utakikani ukaribie. Hatakikani kukaribia mwanaume yote. Lakini yule hakutaka kujua kama ni wanaume, kama ni wakina nani. Alipenya, akapenya akitafuta Yesu. Anatafuta Yesu sababu gani? Sababu aliweza kuwa na imani ya kwamba huyu Yesu ndio anaweza kuponya yeye. Huyu Yesu peke yake ndio atamponya. Bwana asifiwe. Nawe siku ya leo nataka kuambia, fuata huyo Yesu. Alisema tu hata nikiguza uzi ya nguo yake peke yake nitapona. Je, wewe huna hiyo imani ya kuweza kushika? Ujue huyu Yesu ukimshika tu hivi atakuponya. Ataponya mambo yako, ataondoa shida zako.
bora ushike kauzi yake. Tunafunzwa mambo ya Yesu kila wakati, kila dakika, na bado hatujaweza kuwa na imani ya kuweza kujua ya kwamba ndio mponyaji. Nikawaambia ya kwamba nilipovunjika spinal cord, walisema huyu hakuna siku ataamuka, atakuwa akitembezwa tu na kiti. Nilimulilia Mungu nikiwa juu ya kiti hiyo, hata nikaambia Mungu, niondoe kwa hii kiti ama unichukue, nichukue. Sitaki kusumbua mtu kwa hii ulimwengu. Sitaki kuwa nikisukumwa na kiti. Huyo Mungu aliweza kunisikia. Bwana asifiwe. Mbona wewe asikusikie siku ya leo? Huyu Yesu si mtia mchezo. Mama akasema mpaka niguze hata uzi tu peke yake nitapona. Alipoguza uzi ile yake, nguo tu kuguza, alipona hapo hapo. Lakini Yesu alisema iko mtu ameniguza na nimesikia nguvu zangu imetoka. Bwana asifiwe. Siku ya leo wewe utakubali kumguza huyo Yesu? Utajaribu kumpatia shida zako na umpatie shida zako ukiwa na imani ya kwamba yeye ndio mponyaji, yeye ndio daktari wa madaktari, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Miungu ni kina nani? Miungu ni sisi. Sisi ambao alisema wacha tuumbe mtu ambao ni mfano yetu. Sisi ni miungu. Usiende kwa mwanadamu. Matiako, mwanadamu hakuna kitu atakusaidia naye. Huyu aliyekumba peke yake ndio atakayeweza kumaliza shida zako. Mwende, mweleze shida zako. Yesu huyu amefanya tuwe hapa, ndio ametupatia nguvu. Bila yeye hatungekuwa na nguvu ya kuwa pahali kama hapa. Kwa hivyo tujue tunatafuta nani. Tunatafuta Mungu ambao ndio atafanya kutuondoa kwa mashida yote. Ni ngao. Ndio atatulinda. Tumesikia Zaburi hiyo ya 125 inatuambia atatulinda. Tutakuwa kama milima. Mbona tumwamini? Bwana asifiwe. Tujaribu kujua huyo Mungu. Na tukijua huyo Mungu, hakika ndugu zangu, hakuna kitu itatutingiza. Hatutatingika. Hiyo mlima unaonaga inakaaga iko ngumu. Bwana asifiwe. Tujue Mungu huyu ametuleta hapa, atatuongoza. Bwana asifiwe. Tuko na magonjwa, tuko na nini, lakini ni mpaka tuweke tumaini yetu yote na roho zetu zote. Tuchukue roho yako, ishike na useme huyu Mungu tu ndio atakayemaliza shida zangu. Zile shida niko nazo, Mungu ziangalie na atatumalizia. Bwana asifiwe. Nafurahiaga sana saa ile niko kwa hili neno nasikiaga kama natafuna kamkate. Sasa nilikuwa nataka kuambia, nilikuwa kwa roho ambao ushaokoka, na hiyo ndio nataka niwamalizie. Usijaribu kutoka kwa Yesu. Ukishasema umeokoka, ndugu yangu, usijaribu tena kwenda na njia zako za kando. Ati leo umeokoka, kesho umeanguka, hakika shetani atakupeleka mbaya. Shetani atazidi kukuumiza.
Shetani atakutupa, sababu shetani hataki uokoke. Ukule matunda na anajua matunda. Unajua shetani, hili neno tunatafuna hapa, alitafuna zamani, analielewa. Hii Biblia anaijua mara 3 ya vile wewe unaijua. Anajua matunda ile alikuwa anakula huko kwa Yesu. Na alipoteremshwa hapa, sasa anang'ang'anaga na sisi. Na sababu sisi ni watu hatuna nguvu. Sisi ukanyagwa kidogo tu na Teresa, unaanza kusema ai, hata huyu Mungu hanisaidii. Unaanza kutorokea Mungu. Ndugu yangu, huyu Mungu ambao tuko naye siku hii ya leo, ambao ametuleta hapa, ambao tutalala tukimtafuta, hata tuachilia, sisi ndio tutamuachilia na ujinga wetu. Lakini tukimfuata, tumshike, tutakuwa kama mlima ama Mount Kenya yetu. Tuko na Kilimanjaro, hatutatingika. Kwa hivyo simama na Yesu na hutatingika. Kisimama na Yesu, wewe ni mshindi. Bwana asifiwe. Ningetaka sisi wote tuwe washindi. Tumwamini huyu Mungu, tukijua wakati alisema ametuumba, tuliumba tukiwa mfano yake. Kwa hivyo sisi tuko na nguvu, tunaweza kuenenda na Mungu saa yote. Tusimwachilie, tumjue sana na tuzidi kumtafuta zaidi na zaidi. Ukiona kitu inakuelemea, tujaribu kuuliza huyu Mungu, je, Mungu? Na sisi ni miungu, si utuonyeshe njia, si utushike mkono, hata tuachilia. Hakuna ndugu zako watakuachilia, marafiki zako watakuachilia, lakini Mungu hakuna siku hata moja atakuja kukuachilia. Yesu akuachilie? Hapana. Hata watu wote wakuondokee na ubaki peke yako, hutakuwa peke yako, utakuwa na Yesu. Kwa hivyo tukatae na Yesu. Huyu amefanya tuwe hapa, huyu ametupa nguvu ya kuwa hapa. Hakuna siku atatuachilia, hakuna siku hata moja atatuachilia. Sisi ndio taingine tutamuachilia, lakini ningeomba sisi vile tuko hapa hivi, wale ambao tunakuja kumtafuta, hata tujaribu kuleta wengine, tuanze kula hii asali ya Yesu. Hii ni asali tunayoponda sasa. Bwana asifiwe. Ametupa nguvu. Na wengi wanafikiri, unajua, naonaga wazee wakiniita kakijana, ndio mimi wanazoea kutuma. Bwana asifiwe. Iko wakati tulikuwa na mzee, uliona vile nilikuwa natumwa na kila mtu anataka tu kunituma. Unajua nakuaga na wazee wakongwe, hata wa miaka 90, wale ambao wameshika Yesu na mkono mbili. Niko nao wazee ambao ni wazee wanaelekea kwa 100, ambao wanahesabu anabakia miaka 2 afike 100, na niko na wao tu, hata wamama. Bwana asifiwe. Na wao nikiwa kwao wananiitaka kakijana, wananituma, na mimi namwangalia, naona sasa huyu anaona mimi ni kijana kweli, wacha nifanye kazi. Nakimbia, nikitumwa nakimbia. Bwana asifiwe. Na nafurahiaga hiyo nguvu Mungu amenipa, sababu Mungu aniponya na akaniweka nguvu ingine, extra powers. Niko na nguvu wakati unaona nikitembea. Siogopi chochote kwa ulimwengu, ila naogopa tu Mungu peke yake, yule ambao alinitoa kwa kiti, kwa wheelchair. Watu wakisema hakuna siku nitaamuka, na huyu Mungu akanitoa kwa hiyo kiti. Mbona na wewe usimfuate
Bwana asifiwe. Mtazamie na usikubali kutereza. Usikubalishe shetani akuje tena, akitoka huko ametangatanga akurudie. Usimkubali, mwambie sorry, kwangu huna nafasi, kwangu ni Yesu peke yake ambao ndio nitatembea na yeye. Bwana asifiwe. Ningeomba wote wale tuko hapa tujue kweli tuko na Yesu ambao ndio tutatembea naye. Na nikamwambia tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Asante Baba, nimekuja mbele yako Jehova God my Father, kwa hilo neno Jehova umetupatia siku ya leo Baba. Baba, ukaweza kutembea na sisi Jehova. Mili haina nguvu Baba, ukatupatia nguvu za kuweza kuenenda nawe. Hatuna mwingine ambao tunatarajia isipokuwa ni wewe. Umetupa nguvu hata ya kuwa hapa Baba. Ninasema ni asante. Tunakurudishia shukrani siku ya leo uweze kuipokea. Kwa hiyo nguvu umetupatia. Kwa hilo neno lako Baba, ukatupatia nguvu Baba. Naomba nikijua ya kwamba kila mmoja ako nyumbani na wale wako hapa Baba, utawarudishia nguvu zao. Hao ambao wamekosa kuokoka, wale ambao shetani bado anawatingiza Baba, na waitisha ukawaokoa. Ni wewe peke yake unaweza kuokoa. Nasi Baba, usije ukakubali tukachukuliwa na shetani. Baba, tunaomba kuenenda nawe. Mkono yako ya nguvu ukawekelea wote ambao wako hapa saa hii Jehova God my Father, kwa vile hakuna mwingine, wote wanakutazamia, wamekuja kutafuta uso yako Baba, na kusihi ukawaonekania. Wale ambao wako nyumbani, wale tumeacha manyumbani yetu Baba, ukawaguza, ukawapa nguvu, wakaweza kukutafuta, sababu ni wewe Mungu. Baba, paleta ulimwengu wetu Baba, tukileta wale viongozi ambao tuko na wao, wale ambao wanaongoza ulimwengu Baba, ukawapa nguvu, ukawawezesha kuongoza watu yako na njia inayofaa. Wapatie nguvu, waerefushe, waongoze na waongoze watu yako na njia ile inayofaa. Naomba nikijua ya kwamba tunao mahitaji mengi, kwa kutarajia wewe na wayajua. Wewe ndio husoma roho za watu. Zidi kusoma roho zetu Baba, yale ambao sijakueleza Baba, ukatufanyia Baba kwa mapenzi yako. Yale unayotaka Baba, tutakuomba tu uenende nasi na ututendee. Hatuna nguvu. Roho inataka, lakini miili nayo imekataa. Naomba Baba, nikijua ya kwamba ni wewe peke yako, utuongoze kwa kila hali na kwa kila njia. Na ni katika jina ya Yesu Kristo naomba na hata na kuamini. God bless you.